Songa mbele, songa mbele, songa mbele. Wazalendo msonge mbele, songa mbele. Chipukizi msonge mbele, songa mbele. FARDC msonge mbele, songa mbele. Siasa ya Kongo songa mbele. Felix Tshisekedi songa mbele. Chilombo sirudi nyuma, songa mbele. Chilombo songa mbele, songa mbele. Na kama unavyonisikiliza kupitia media Goma TV kwa muda wetu habari wa saa 8 mchana, leo ni tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kama wewe ni shabiki wa media Goma TV, wewe ni shabiki wa media Bukavu TV, hebu njoo, karibu sana kutufuatilia ndani ya media Goma TV. Kumbuka tarehe 23 ni mchezo wa mpira Leopard avec Leopard na Colombia watakuwa na mchezo. Tarehe 23 mwanze kujiandaa kutazama mpira wa Colombia na DRC na Kongo mara moja. Leopard msonge mbele, msonge mbele. Leopard msonge mbele, msonge mbele. Leopard msirudi nyuma, msirudi nyuma. Leopard mpige mbele, mpige mbele. Mulete kupe ndani ya Kongo. Leopard mubaki kwa mchezo moja, msitoke nyuma. Leopard kwa sasa, Leopard inarudia, Leopard inarudi. Leopard inaanza kucheza mpira tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Felix Tshisekedi atuka JMC unaendelea kusapoti chama ama kusapoti wachezaji wa mpira vizuri zaidi. Na kama wewe ni shabiki wa mpira, endelea kufuatilia media Bukavu TV, fuatilia Goma TV, tutawapisha live mpira wa Colombia avec le DRC. Leopard itakuwa inacheza na Colombia. Na katika habari zetu mara moja tunaingia katika uwanja wa mapigano ili tukuja kufafanua yote anaendelea kupikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Habari la kwanza ni kusema hivi: wanajeshi wa M23 kwa sasa wanavamia jeshi la FARDC mnoma zaidi. FARDC kwa sasa wanarudi nyuma zaidi. Kwa nini jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanapigwa? Kwa nini jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanagongwa? Kwa nini jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wakigwa katika mapambano wanapigwa? Kwa nini jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo siri zao zote wamezeka nje? Kwa nini jeshi la wazalendo kila mara wanajitapa katika online? Kwa nini jeshi la wazalendo kila mara wanahaidia watu vitu na hawatafanya? Kwa nini jeshi la FARDC wanasema watachukua eneo fulani na hawatafanya? Kwa nini wanajeshi wa Burundi wanakuja na nguvu mingi, wakifika kwenye uwanja wanapigwa kama watoto wadogo? Kwa nini jeshi la IBU lilienda kusoma vita ya huko Ukraine, huko ndani Israeli, wamefika katika uwanja wa mapigano zero? Kwa nini? Pesa zote zinafanya. Kwa nini serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilichukua wanajeshi wa kutokea mainchi kigeni kuwaleta ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ili wamalize vita, lakini bado vita kabaki? Kwa nini waasi wa M23 munatumia nguvu gani kuliko wanajeshi wa nchi wa Jamhuri, kuliko nchi mzima? Wanajeshi wa nchi mzima munawasumbua akili. Kwa nini? Munatumia tekniki gani ya vita? Kama FARDC imeshindwa, jeshi la Zambia, jeshi la South Africa, la Tanzania, wazungu wamekuja, wa Faransa, wa nchi fulani wote wamekuja ndani, Kenya kaenda huko, wote wakashindwa. Hey, kwa nini? Unajiuliza maswali mengi. Hile ndio watu inabidi wajitambue. Wazalendo mulikuwa katika porini, mulikuwa mnaitwa maimai, wakawatoa katika porini mkuje kukomboa. Wazalendo leo kuingia katika mapambano, wakajua utamu wa fedha, wakajua utamu ya pesa. Mambo yalikuwa na kujitapa. Tutachukua basi fulani. Unajisikia kila mara. Kwanza wazalendo wasidi Kivu. Wazalendo wasidi Kivu. Unasikia ati mimi ni generali fulani tunakuja. Yaani unajipata majenerali wenyeko hao nani aliwapatia majina majenerali? Hata FARDC haiwajui. Unajitoa tu, kuna wanajeshi watatu wanajipanga tu na silaha hivi. Ati mimi ni generali fulani. Mimi niko na mpango wa kuchukua Goma. Mimi niko na mpango wa kuchukua Bukavu. Mimi niko na mpango wa kugomboa watu ya Ruchuru. Niko na mpango wa kugomboa watu ya Rubaya. Nikwambie kitu moja ya ukweli. Mwanajeshi wote mpambanaji sio wakuja kwa kujitapa. Matendo ndio inahitajika. Matendo ndio inahitajika. Ukiangalia kwa sasa mambo mengi, maneno mengi haisaidie katika mkataba.
mambo mengi aisaidie mkataba wa vita. Mambo mengi aisaidie, kwa sababu vita hili limaliziki. Hacha kujigamba, tuache kujigamba. Unajipata mara kwa moja wazale, mimi njo moto, mimi ni fire, mimi njo naweza, mimi ni General Makanika, mimi ni General Kilundu, mimi njo mara moja watu wangu, kupitia Goma TV, sisi hapa hatuna mchezo. Ukweli ni hapa katika barabarani. Ukweli tunaheka mara moja. Hatuja hapa kwa kufanya nini? Kwa kubomoa mdomo, kwa kujitapa na kusema nini. Tunakuja hapa kwa kuchana ukweli na kuweka wazi. FARDC imepambana yake yote. Mbaki katumia nguvu ya kuchukua wahasi hao walikuwa maimai, majambazi maimai. Unajua maimai hata Kinshasa hawezi kufika. Ni kuitwa tu maimai huko East huko. Lubumbashi useme mimi ni mzalendo, utawekwa ndani. Hata niwaambie tu ukweli, utaweka ndani. Nani generali wa maimai ameenda Kinshasa? Nani generali wa maimai ameenda Kinshasa? Hao wazalendo nani anaenda huko? Kwa sababu kule kama hata rais anawakubali. Kumbuka kuna wale wanajeshi wengine wa FARDC wa kule hawakubali kabisa, kwa sababu sont des rebelles. Kwa sababu wanajua saa nyinyi na nyinyi mnaweza kubadilika, mnarudi porini. So ndio maana unajipata sasa, ukiona wazalendo wanaenda kwenye mapigano, wanaenda kwa masharti ya serikali. Hawawezi enda. Unaona kitambo walikuwa wazalendo, nakumbuka mwaka 2025 walitoka katika porini. Ukakuta fasi yote kabisa wazalendo. Wazalendo. Wakaanza kuiba, wakaanza kuharibu. Wamoja, sio wote, sijasema wote. Kuna wale wamoja walikuwa na tamaa ya fedha, kuna wale walikuwa na tamaa kuitwa tu mzalendo, kuna ule mwenye alipewa silaha kaona silaha ni ya ajabu, sasa ndio atatumia kwa mambo ya ujambazi. Ukiangalia hata majambazi wanajaa mabunduki saa hizi, wazalendo wengi wameficha porini. Ni nyingi zaidi, juu wanajua saa guvernema inaweza kubadilika, serikali inaweza kubadilika na kataa kushirikiana na wazalendo, wanarudi porini, zile silaha walikuwa nazo na wanyang'anya. Ndio maana unajipata kwa sasa unasikia vikosi fulani vinaenda vinavamia watu. Unasikia vikosi fulani vinaenda vinavamia watu. Kwa sababu gani? Wamesha jifenzea stock, wamejifenzea protection, wamesha kujitengenezea maporini. Hata katika uwanja mkiangalia. Ndio maana unajipata serikali wahasi FARDC avec wazalendo, kuna mambo mengine haweze kushirikiana. Hiyo nani nimewaambia ukweli. Kuna mambo mengine haiweze kushirikiana. Serikali itakuja wapatie mkatiba, sio kusema wazalendo wakuja wape serikali mkatiba ati tufanye hivi. Haiwezekani. Hili ninaowaambia watu wangu, mnaniambia na mnanielewa kitu ninavyotangazia. Na kama wewe ni member wa media Goma TV, subscribe haraka tufike 1000 ya watu, kwa sababu hapa tutakuja kuchambua 1, 2. Wahasi wa M23 pamoja na Twirwaneho, mnapambania nini kweli? Watu Twirwaneho nyinyi mnapambania nini? Kabila wa Nyamulenge mnapambania nini? Wewe unajua, wewe kabila Mnyamulenge, wewe ni mkongomani muhasi, una carte d'électeur. Sasa nyinyi mnataka kukamata yani Minembwe muigaule mara pili. Sasa hiyo Minembwe kwa nchi nyingine, iwe na rais mwingine maki. Ukombanishe serikali yako. Kwa sababu kuna wale unasikia wanasema ati serikali ya Kinshasa. Serikali ya Kinshasa ni gani? Ati serikali ya Kinshasa. Serikali ya Kinshasa ndio gani? Pale ya kusema serikali ya Jamhuri ya Demokrasia, wewe unasema serikali ya Kinshasa. Ati serikali ya My friend, tell you. Vitu inabidi muelewe na kutambua Wakongomani. Mupendane, mushikamane, muelewane. Unaelewa vizuri? Kama saa hizi tuseme kitu kinaharibu ndani kwa sasa ni watu kusipojitambua na kujielewa. Watu wanaofariki katika uwanja mapambano ni wagani? Raia, population. Mukiangalia victime, ya beaucoup de victimes là. Jusqu'aujourd'hui kuna wale mahali hata habari hazitangazwe huko. Habari zinatangazwa mahali kunaonekana, lakini mahali hakuonekane hakutangazwa, kwa sababu hakuna mtu anaopeana taarifa huko. Lakini mungijua ukweli uko katika mashimoni huko. Mungijua kwa kweli Kongo lina tatizo. Kongo ni nchi lilibarikiwa, lakini nalo likalaniwa. Acha niwaambie tu ukweli. Kongo ni nchi lilibarikiwa kwa uchumi, utajiri,
lakini kwa kulaaniwa kwayo ni wale wakongomani wako katika nchi walilaaniwa kusipoona mazuri ya ile nchi. Wale wa nje ndio wanaona mazuri iko katika nchi ile, na ndio wanatafuta ni vipi watavuna hiyo matunda. Nyinyi wakongomani, sisi wakongomani tubaki ndani ya udongo, hatujelewi, tukue maesclave jusqu'à aujourd'hui. Watu wangu, inabidi watu wajitambue na kuelewa hiki kitu ninavyotangaza katika media Goma TV. Kila mara naambia wakongomani, tunaomba kila mtu ajitambui. Kwa sasa muanze kujitambua, muache kupelekwa kama watu wenyewe wana akili. Wakongomani tuko na akili na tumesoma, lakini ukiangalia physiology yetu, histology yetu, tunakuwa kama watu hatujasoma. Kwa sababu gani? Tunaongozwa na watu wengine bila kujiongoza sisi. Inahitajika kwanza tujitambue na tujielewi. Ukisha kujitambua mara moja utajua hiki ni cha ukweli, hiki sio cha ukweli. Mara moja Kongo unajipata kitu kingine. Habari inakuja hivi, unachukia mwenzako kwa sababu hili ni habari linakuja. Wewe haujakamilisha habari hili ni la ukweli ama habari ni la uongo. Unajipata mtu anakuambia huyu alikuwa akiongelea kitu fulani, mara moja unamsaliti, anauawa. Unapewa tu safra, ameuawa. Sasa unataka vita la Kongo liishe vipi? Vita la Kongo kumalizika, la kwanza linabidi limalizike ndani ya population. Raia kwanza ndio wanabidi wamalize kwanza vita. Likimaliza kwenye raia, serikali inaangusha mara moja, itakuwa imemalizika. Serikali haiwezi maliza vita raia ingali na magomvi, itarudi tena hiyo magomvi. Kupitia Goma TV, subscribe, like, comment, tuje kupatana kwa habari zetu mara. Minembwe kwa sasa nimewatajia, Minembwe inaendelea kuwa moto fire. Inaendelea kuwa moto zaidi. Wahasi wamevamia FARDC muno zaidi. Acha tuambie tu ukweli. Muliona mara moja kamanda huyo walikuwa anatangaza amekufa nini na nini? Bado taarifa iliko hivi, lakini nani amemuona katika uwanjani? Amefichwa. Unaelewa vizuri? Habari yote utaiona inatangazwa. Msifikirie ni habari la uongo, ni habari la ukweli. Ni ili tu watu wanakuja mara moja ili wafunike. Unaelewa vizuri? Lakini baadaye huyu kamanda huyu, mulisikia rekodi na wapatia kamanda mwingine alipigwa masasi. Akapelekwa wapi? Hospitali gani? Itombwe huko. Katika eneo, kwa sababu aligongwa vibaya zaidi. Nani alimtangaza? Si mlikuwa nasikia maneno hapo. Lakini vitu zote ni kuelewa kama habari kija, msilichukulia ni la uongo, habari ni la ukweli. Ni hili. Wale wanaosikiliza ni wangapi? Wale wanaochukua muda wa kulichambua ni wangapi? Lakini utajipata wale wako na akili ya upumbavu, unasikia hiyo ni uongo, wewe sio hivi, wewe uko hivi. Wewe mkweli, wewe mwenyewe sio muongo, wewe mwenyewe una akili msimamo, ubaki hivyo. Ndio maana utaongozewa na utapigwa, maisha yako yatateseka. Wale wenyewe unaita waongo, maisha yao yaendelee kuwa bora. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi sana kataliwa na ni rais. Kwa nini anachukuliwa na watu? Anatenda mema lakini watu mmoja wanakataa. Viongozi wengine wa maopoza wanaona hakuna uzuri wake. So, wewe kwa nini unipende mimi, atua rais unamchukia? Mimi mtangazaji unipende vipi? Ndio maana kuna wale wanatupenda na wengine wanatukataa. Na kwa serikali kuna wale wanakupenda serikali na serikali yenye iko, na kuna wale wanaikataa. Sasa maopoza inabidi wawe. Hata katika mambo zetu za media, maopoza inabidi watume comment ya kudharau, tutaikubalia kama hii ni siasa. Kila chochote, hata msanii akiimba, kuna wale watakubali yeye na kuna wengine watamkataa, kwa sababu hii inaitwa jalousie. Ile inaitwa jalousie. Unanifuata? Kwa sababu wivu, chuki. Lakini kuna siku chuki inaishaga kwa watu. Kupitia media Goma TV, Mungu aendelee kubariki na watakia mchana wa magharibi njema. Tuje kupatana kwa habari zetu za saa 2 jioni. Na waomba tuendelee kusubscribe, like, comment na tuonane baadaye. Ama sio? Na wakumbusha kitu moja, Leopard inacheza tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka wa 2023. Kuna waki siku 3. Kuna waki tu siku 2. Leopard avec Colombia. Leopard msonge mbele Leopard. Asante sana Leopard, thank you so much. Je vous t'aime na kuwashukuru zaidi. Bye bye.